So Kenge, ulifungua channel ya Masai, mbona ulichoose Masai na wewe ni Mkikuyu? Mimi ni Mkikuyu na Wakikuyu na biashara na Mkikuyu apelekangi pesa mahali hatapata faida. Number 2, Enchipai TV is the only Masai TV station in the world. I love their culture, and of course I love the fact that now their young girls and boys can be motivated to be in media industry, especially TV hosting, which they didn't have. So Enchipai TV is a dream for them, not for me. Mine was passion, is a dream for them. Leo umekuja hapa kumsupport Njoroge. Labda unaweza tuambia urafiki wenu ulianzia vipi? Njoroge was my colleague back then in Media Max. I know Njoroge from 2013 until he left for Royal Media. He has been a good friend at work and in church where I minister. Wewe ni mtangazaji, pastor na bado wewe ni comedian. Kuna manage aje kushikanisha hizo kazi zote na mpaka sasa hivi umefungua TV? Ukiamka upata kwako kuna shida utamanage. What keeps you going? What keeps me going is knowing that there is tomorrow. That is what keeps me going. Knowing that there is tomorrow. If I will wake up one day and get that there is no tomorrow, I would be motivated. But because tomorrow lives and God is there, I get motivated every time I sleep and when waking up. Bwana Kenge, mimi naitwa Ivan Bramwell kutoka Ivan TV. Ningependa nikuulize inakuaje wakati uko kwenye huduma, wakati wewe ni mchungaji. Kuna wakati wanadamu huwa wanaanza kukutupia maneno wakisema comedy na uchungaji inaingiana vipi? Wewe huwa unajitetea namna gani? Hiyo ni kawaida, haikosi. In this world hata wewe upendwi na kila mtu kwa sababu wewe sio muuzaji wa ice cream. Na hata muuzaji wa ice cream apendwi na watu wa pneumonia. When Jesus called Peter, Peter was not a saint, he was a fisherman. So being a comedian does not mean that God cannot call you. If he cannot, then he would have not created comedians. Yes, we are used vessels and we are good, even than people who claim they are called. Yes, because kwa Mungu sio kuboeka. Okay, this might be quite disturbing. Kuna hii group inajiita Chokora Nairobi. Most of the time wana perform ngoma yako na nilisikia fununu kwamba hizi ni fununu Inasemekana uliwaambia wasiperform ngoma yako. Au ni kweli? Nilikuwa nimewakataza. But kama nyinyi si mna record content, you don't know who will use this content after you. Na mwenye ataenda ikate vile nyinyi hamjaipackage na copyright. Nilikuwa nimewakataza until they cleanse their name. Nilikuwa nimwambia kwa sababu mara ya kwanza walikuwa nasema ni yao. Na get. So I had to protect my content lakini sinaga ubaya na hao. Kuna hiyo story fulani trend that walicon about 500,000 which you don't know whether it's true because when they tell story ikazungumzwa sana kwa mtandao. Do you still have something mko na beef na wao? When I raised that, they sorted the mess with the owner, they are good to go. Uko na beef na wao? Sasa si mimi walikona. But you're the one who brought the story. Yes, sasa unajua mimi kama wewe ni mtangazaji, kazi yako si ni kuea grievance. Wakisort mwenye grievance, wewe sasa unaea nini tena? Mimi sina beef nao kwa sababu sio beef haiko yangu. Kazi yangu ni kuripoti. Wewe unaweza kuwa na beef na radio kwa sababu imesema wewe ni mweusi. Una message gani Chokora Nairobi? So endelee kuchapa job. Hii ni Nairobi, watafute unga. Nairobi, ningependa kuwa support yani. Italingana. Kenge, wewe pia ni msanii. Na kumekuwa na vita sana watu wanapigana. Eti wasanii wa nje sana wanakuja Kenya na wasanii wa Kenya hawaendi sana nje. Wewe unadhani ni nini hicho wasanii wa Kenya wafanye kwenye nje wanafanya? Sasa msanii kuja Kenya na mwingine kwenda nje, unajua katika usanii kuna favor pia. Si ni kama tu watangazaji. Unataka kuniambia ni watangazaji wote wameenda UK? Na uwezi kasirika juu hujaenda. Mtu akikubalika aende kwenye kote anataka kwenda. Even the Bible says Mungu aliambia Abraham toka kwenu enda kwa wenyewe. So kama baraka yako iko TZ endea huko. Mimi ukiona nimeingia ndege nimeenda kupreach UK, achana na mimi. Si ni baraka yangu imepatikana huko. Waende wachape kazi. So do you think hapo tuko wasanii kuna vita bado imekuwa jana, vita ya Eric Omondi na wasanii wengine akisema eti entertainment industry is dead kwa sababu wasanii wamelala na wafanye kazi. Wewe unadhani wasanii wamelala? So kama yeye amekufa wengine wako hai. That is why nyinyi mna record. So si hata nyinyi wasanii. Are you dead? So
Kenge, unajaribu kutuambia kwamba Eric Omondi amekufa. Sijasema amekufa. Don't misquote me. Unajua nyinyi nawajua. Nataka ni misquote muende mkaseme. Of course mimi sikuwa kwa industry ya Kiswahili ama Kizungu. Yeah. But ni vibaya kusema industry is dead while we are still inside. Yeah. The industry is big. It's alive and it's kicking. What ends ni wakati wa mtu. So what's your take on Eric Omondi's statement? Ende tu polepole, wache wasanii waanguke wainuke. Hivyo ndio kuna kuanga, you fall you rise, you fall you rise. Hata kuna siku mlikuwa mmesema Meja ameisha, sasa si amerudi. Si kila mtu anataka kufanya collab na yeye. Usanii ni kuanguka, tukifanya nini? Tukisimama as vile kunaenda saa hii. Si zamani mlikuwa na cassette, siliisha. Pakuja disc, si imeisha. Pakuja flash disc, si imeisha. Watu wanatoa ngoma zao wanaweka boomplay na wapi kwingine kote. Usanii ina change na times. So do you think Kenyans are supporting foreign music kuliko hapa Kenya kwetu? Sasa ikiwa mimi nikisikia song ya nje inifurahishe, nisikie msanii kama Don Moen anasema Lord I praise you, Lord I worship you, inibariki. Alafu hapa pengine uniekee song yenye hata si understand. Kama gani? Hati kwa Yesu ni maganji, wananibamba, wanavuta papara. You know, my friend. Kama mimi sisikizai kitu yenye sisikii, junda umwa na kichwa. Mimi si msafiri wa basi za Githurai. Yeye ndiye anaeki yako chochote asikize afi. In my own time nitataka kusikiza ngoma nasikia, naelewa na ninaifuata. Does that mean you don't support Gengeton because unasikia unataja kitu hapo kama Gengeton? Sasa mimi personally hata sijui nani wewe umesema. Gengeton ni sasa unaona, angalia ujue kwanza niko na kola. Sawa, so angalia line yangu, ukiniambia sasa niulize kuhusu wasanii wa gospel, that is where I am. Siku ile nitajua Gengeton, anasikia venye wanasema, nitajua kama nitapenda ama sitafanya nini? Sitapenda. Because I cannot listen too much to what I cannot talk about. Yes. Na kama nitawajua nitafurahi sana. So inasemekana kwamba sasa wasanii wa gospel wengi sana wananunua views. Wewe kama msanii mwenye uko kwa gospel na mtu ambaye amekuwa kwenye entertainment sana, unaweza semaje kuhusu jambo hili? Sasa kama hiyo ndio biashara ya mtu na apate wa kumuuzia views na afuatwe, anunue. So ukipata hivi unanunua? Mimi? Mimi siwezi nunua. Hii ni jina kubwa bro, nawauzia. Advice gani unataka kwa youth wenye wanaingia kwa hii industry? Ningependa kuambia usanii, ningependa kuambia hivi, na hii ndio nitamaliza naye. Usanii ni gharama. Usanii ni effort. Usanii ni kutokufa moyo. Na ukiona mtu akukushika mkono, umheshimu. Tembea na yeye. Sisi pia kuna watu walitushika mkono, na ndio maana na sisi unaona kuna watu tunashika mkono. Heshimu watu. Kuwa mpole tu. Dunia inataka upole siku hizi. Be cool. Then usikufe moyo. Dunia ni pana. Kama utakikani Kenya, Watanzania wako ready kukusikiza. Kama utakikani Tanzania, Malawi wako ready kukusikiza. Yes. Unajua gospel chairman wa gospel industry hapa Kenya? Mimi. Gospel industry. Chairman wa gospel ngani? Unajua ni mingi. Sasa unauliza MCSK ama Music Corporate Board? I'm asking the chairman of gospel industry Kenya. Mimi ni Mkikuyu. Chairman wetu ni Ben Githai. So ukiniuliza kuhusu Wajaluo nitajuaje Okelo mambo? Ringtone. Nani? Ringtone namjua. Ndio chairman. Unaweza kubaliana naye kuwa chairman hivi? Sasa kama ni chairman, mahali anaheshimika, si ni sawa? Lakini upande huu mwingine hamtambui. Sasa mimi hatujawahi keti, hatujawahi patana, hatujuani, hatujawahi keti. Na mimi kama ni Ukikuyuni, si tumekuwa event ya Wakikuyu. Si umeona vile wamejipanga? Tunajua vile tunakuwa tumejipanga, mwenye huwakilisha, mwenye upeleka mambo ya Wakikuyu. Sasa ukiniuliza kuhusu mimi Mkikuyu, nitakwambia kuhusu Wakikuyu. Ringtone kama wakiketi na wale wako uptown, yeye ndiye chairman wao. Haina shida. Juu hata kuna chairman hamjui na ako maybe Kisii. Unajua maybe Embarambamba ndiye chairman wa wale wanaingia kwa maji. Wanaingia kwa maji na huwezi bishana kwa sababu Ben Githai hujaimuona akiingia kwa maji. Si ni ukweli? So mtu akiwa chairman mahali yako na anapendeka na anaongoza vizuri, si aongoze tu. Message moja kwake. Kwa nani? Aongoze vizuri. Si ni chairman, aongoza watu vizuri. Thank you guys.